Bwana Yesu asifiwe sana. Maeneo ambayo mimi nimetokea hasa kwa nyumbani nilipokuwa nakaa ni karibu na mto. Na kwa sababu ni karibu na mto kuna mawe yanaitwa mawe ya mtoni. Mawe ya mtoni, mimi nimekaa ni karibu, maji yanatokea mlima Kilimanjaro, yanapita nyuma nyumba yetu tu mbali kama mita 150 hivi unaingia mtoni. Kwa sababu kwenye mto huo nikaona kuna mawe. Hayo mawe ni mawe ambayo yapo miaka na miaka yanapigwa na maji, lakini hayalainiki, yako vile vile. Kwa hiyo katika hapo nikajifunza jambo moja, ya kwamba na mioyo ya watu ipo kwa mfumo huo. Yesu anasema kwamba mioyo ya watu ambayo ilikokutana na mbegu, kuna mioyo ni kama miamba. Sijajua wako ni ukoje, wako unaweza ukawa ni udongo mzuri, wako unaweza ukawa ni mwiba. Kuna mioyo ni miiba, yani yenyewe lazima ni watu wanapenda kukwaza. Kuna watu wenyewe ni udongo mzuri, hawanaga shida. Kuna watu sasa hawa ambao sasa ndo nataka nizungumzie, ambao ni jiwe, miamba, ambao yani anaweza yani mao kukutana na maji miaka na miaka, anapigwa na maji lakini hayalainiki. Kuna watu ambao yani atakutana na neno lakini bado moyo wake utakuwa vile vile. Ndio maana Yesu akawa anazungumza, ukisoma kwenye Biblia Mungu anasema kwamba kuna watu mioyo yao ni mioyo ya jiwe. Mungu anasema nitakuondolea moyo wa jiwe, nitakuwekea moyo wa nyama. Kuna aina ya moyo wa nyama unaohitaji, especially kama unatambua ni mtu aina hiyo. Na utagundua je, moyo wako ni jiwe. Angalia neno likifundishwa, mabadiliko kwenye moyo wako yapo. Angalia, sasa hivi unaweza unafundisha vizuri neno la Mungu kwa habari ya mioyo, watu waombee mioyo, lakini kuombea mioyo na wewe moyo wako kuwa ni vitu viwili tofauti. Tukimwangalia mtu kama Yuda ni mtu ambaye amekaa na Bwana Yesu kwa muda mrefu sana. Amekaa karibia miaka 3.5, lakini katika kukaa na Yesu kipindi hicho chote bado Yuda alikuja akamsaliti Yesu. Mbele sasa kuna mtu atakuwa yuko ndani ya wokovu, haijalishi umekaa muda gani kwenye wokovu, lakini kama unaenea mioyo unakuta mtu yuko bado kwenye wokovu muda mrefu, lakini bado ana struggle na dhambi, ana struggle bado na aina fulani ya tabia. Kwa sababu gani? Kwa sababu moyo wake huko unatakiwa ubadilishwe, apewe moyo wa nyama, moyo ambao ni flexible, una uwezo wa kukubaliana na neno la Mungu. Ukaona wewe bado mpaka leo unaweza ukapazika kwa vitu vidogo vidogo, wewe bado moyo wako una shida, bado kuna kitu na kidali. Yaani unatakiwa kufikia stage ambayo moyo wako haukwaziki ovyo. Sio kwamba unaweza ukaonesha sura ya kukasirika, lakini ndani yako hakikisha kuna amani muda wote. Chochote kikitokea, yani hata iweje, usi mtu ambaye unakwazika kirahisi, usi mtu ambaye yani moyo wako unatakiwa umejaa Roho Mtakatifu, umejaa Yesu, umejaa neno la Mungu. Ukafikia stage hiyo ambayo neno la Mungu likakubadilisha, basi wewe yani kila unachotamka unatamka neno, yani kila unachokifanya ni neno, maisha yako ni neno. Watu wakiona wanaona kabisa andiko. Yani Yesu alikuwa akiangalia, akifukuza watu ekaliona wanafunzi wake wanaoga. Ndio maana andiko lilisema hivi, Yesu akiingia Yerusalemu na kuna unajua, yani kila Yesu anachokifanya ni neno. Hakikisha nawe kwenye mfumo wako wote wa maisha unaoishi unaishi neno. Usiongee tu kwamba moyo wangu ni mzuri kujisikia, hapana. Jiangalie wewe kwenye matendo yako. Ukikasirishwa unaatiji, ukilisikia neno la Mungu ukaona unasikia neno la Mungu lakini unachukulia simple, mambo ya Mungu unachukulia kawaida, bado kuna shida. Kuna vitu ambavyo wewe unatakiwa kutengeneza wewe na Mungu ili Mungu aendelee kukusaidia. Basi wewe na wakati kama hakikisha unaombea. Natamani nikuombee kwa Mungu akujalie wewe na moyo mzuri ambao unaweza ukamsikia, unaweza ukatetemeka kwenye neno lake, unaweza ukarespond kwenye yale ambayo Mungu anafanya. Mungu wa Mungu, naomba ukakutane na mwanao huyu, naomba ukajioshe maisha yake, ukampiganie na kumtetea sawa sawa na ukoo jina lako. Ukuu wako ni mkuu sana, wewe ni Mungu mweza yote, ni Mungu mwenyezi. Naomba ukajiuze moyo wake, naomba ukafunyange moyo wake upya. Neno linasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili 5:17 ya kwamba Mungu wa mbinguni, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Naomba ukamfanye akawe kiumbe kipya, kaumbe upya moyo wake. Mungu wa mbinguni, Baba mtakatifu, neno lako linasema kwamba sasa hivi hatupokee tohara ya kibinadamu bali tohara ya rohoni, ambapo nafsi zetu, Mungu wa mbinguni, mioyo yetu inakuwa inafanywa sawa sawa na neno lako, inafanywa sawa sawa na vile unavyotaka. Mungu wa mbinguni, naomba ukampiganie, naomba ukamtetee sawa sawa na ukuu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo, amen.